Sio kila anayezungumza ni mtu, sio kila anayeoga ni mtu, sio kila anayekuchumbia ni mtu, na sio kila anayenena na wewe ni mtu. Unaweza kupotea. Hamkosi kuzitambua fikra zake. Dada mmoja juzi pale kwenye beach yetu ya pale Kawe pale, sio wa kanisani, yeye ni msanii, alikuwa anataka kwenda kurekodi na wenzake. Akasema lakini sasa nimechoka, wacha niende beach kule nikakae mwenyewe peke yangu. Akaenda. Yuko peke yake. Alipokuwa anakwenda, dada akawa na njaa. Akapita kwa kibanda fulani wanauza pale samaki za kukaanga na ugali, akanunua akaanza kula. Alipokuwa anaondoka, dada mmoja akamuita, fulani. Kageuka. Nini? Hebu twende wote pale nani, tuwe tunaongea. Dada anasema, bwana hapana bwana. Yule kaka akamsogea akamshika mkono. Dada kama anatoa mkono hivi. Baadaye anasema alipomshika mkono wake wa baridi sana kama barafu. Akamwambia, mbona wewe baridi sana? Wakati jioni kabisa, wakati wanakwenda pale beach, akaona ng'ombe, wanakutana na ng'ombe, lakini ng'ombe wanatoka majini wengi, baharini. Jioni saa 12 ng'ombe wanatoka baharini wengi, wewe mapembe hivi kama 15 hivi, ng'ombe wanafanya hivi. Huyu dada akawa anajiuliza, saa 12 angalau ingekuwa basi ni ziwani, baharini ng'ombe Kawe wanatoka kwenye maji, nikana kwamba walikuwa wanakunywa maji. Sasa yeye akaona tu ng'ombe hao kama weusi mabulu wale. Halafu yule kaka anaangalia ng'ombe hivi wale. Halafu ng'ombe wakapita. Yule dada na yule kaka wanapishana yule ng'ombe. Halafu yule kaka akamuuliza yule dada, hizi nyayo ni za nini? Yaani za wale ng'ombe. Anamuuliza, hizi nyayo ni za nini unavyoona wewe? Akasema, unaniuliza si za ng'ombe? Akamwambia, jioni hii ng'ombe wanatoka baharini. Wewe bwana usiniache bwana, mimi nina mambo yangu mengi bwana. Kwanza umepita hapa tu. Mtu kaka anamuuliza ng'ombe, wewe niache bwana. Anasema kwa alipokubali kushikwa mkono, kwa mkono wa baridi vibaya mno. Kwa kadiri anavyoshikwa mkono ndivyo anavyopoteza uwezo wa kukataa anachoambiwa. Alikuwa anasukuma mkono, baadaye hausukumi tena. Anasema ghafla akaanza kumpenda yule kaka. Anasema nilipomwangalia hivi yani nampenda, yani ni aina ya mume ambaye ningependa kuolewa naye kwa kweli maisha yangu. Wewe unaitwa nani? Akamwambia naitwa Halfan. Na unaitwa nani? Naitwa fulani. Basi tukae hapa. Akamwambia tutembee basi. Wakaanza kutembea kando ya beach, wanatembea. Walitembea. Yaani ndio anajisikia amani, ana utulivu, amani. Akaenda mpaka kabisa kule Msasani, pembeni kagiza. Ni usiku kama imefika saa 2, saa 3, saa 4, saa 5. Yeye hajui ni saa 5. Wanatembea naye tu, wanazunguka naye tu. Baadaye wakaona tena alama tena za ng'ombe wengine tena. Akamwambia, lakini hawa wanatoka wapi? Akamwambia, anamuuliza yule kaka. Anasema si ng'ombe wanatoka baharini. Akamuuliza sasa hivi ni saa ngapi? Saa 5. Akasema ng'ombe wanaotoka baharini saa 5 wanaweza kuwa wanani? Yule kaka anamuuliza, ni ng'ombe tu bwana. Yule kaka anacheka. Baadaye akamuuliza, unaishi wapi? Naishi kwenye nyumba ile mahala fulani. Yule kaka akamwambia, bwana unakumbuka wale ng'ombe? Walikuwa wanatoka wapi? Baharini. Hebu niangalie miguuni. Akaangalia miguuni ng'ombe na yeye. Hapo saa 5 usiku wako baharini. Kulikuwa na mapenzi hapo tena. Akamwambia, nini? Turudi sasa, turudi. Turudi wapi? Amwambia tuogelee. Waanze kuogelea usiku huo.
Mimi hapana kuogelea, hapana. Sina nguo za kuogelea. Nitakupa, inakuwa na kamfuko nitakupa. Nisijawahi kuogelea usiku. Baadaye akachoropoka akakimbia. Hajui anakimbilia wapi. Yule kaka akapotea. Akakimbia mpaka kuja kufika kule Kawe. Kuja kufika Kawe pale. Anazunguka sasa, anatafuta njia hata akumbuki nyumbani ni wapi. Akapita mpaka akafika, akamkuta kaka mmoja amekaa kwenye kijiwe muhuni. Akamuuliza, kaka naomba unisaidie, nimepotea, nimepata mambo ya ajabu. Anamhadisia, pata mambo ya ajabu kule nikokuwa. Alipomwangalia miguuni yule kaka na anakwato. Akatimka tena. Mbio tena, kimbia. Akaona sasa nisimamishe bodaboda. Pipa barabara, anamwona yule mwenye kwato, simamisha bodaboda. Panda juu ya bodaboda. Anamwambia, dada mbona unapumua sana? Mbona mambo ya ajabu kaka? Mambo gani? Utaangua kwenye pikipiki. Tupaki mahali nikwambie, nikuelezee. Hawezi hata kusema naenda wapi. Akapaki. Kaanza kumwelezea yule kaka, yani niko kule baharini. Yule kaka akamwambia, tulikuwa baharini mimi na wewe. Tulikuwa mimi na wewe, uone miguu. Akaona bodaboda inaendeshwa na nini? Na kwato. Akamwambia, mimi nimekwambia nimeitwa na fulani, umenikimbia kule nani? Akaanguka na hapa. Ile nguvu ya kutoroka imeisha, akazimia, akalala pale. Amekuja kuokotwa na watu. Kesho yake yuko baharini kule alikokuwa anatembelea. Ndiye anahadisia sasa. Alafu likamwambia lile pikipiki sasa, Logwa uelezee mambo haya. Ukielezea umeondoka. Sasa kwenye shughuli zangu mimi za kisiasa nikakutana naye sasa. Na ana shida ya kijimbo. Watu wanatoa kero zao. Hajui mambo ya Mungu. Watu wanatoa kero, na yuko pale. Mwenye kero. Nikamuuliza nini? Yaani huku jimbo la Kawe sasa kuna matatizo kabisa. Yaani mimi nimepata na tukio lakini nimeambiwa nisimwambie mtu. Mimi najua labda majambazi au panya road au nini. Nikamwambia wewe ongea. Yaani mimi sasa sisi nitamwambia naomba mchungaji, mheshimiwa mbunge nikuelezee tukiwa wawili. Mimi sema tukiwa wawili tena ni kero za watu. Baadaye kafunguka sasa. Kasema kama kufa nife. Akaelezea. Nikaona mtu anahitaji mambo ya nini? Ya kiroho. Alipokuwa anaelezea kuna mwingine, ni hapo tu cha Simba, mwingine akafunguka, kaka, walinzi wanaolinda ulinzi shirikishi. Mheshimiwa mbunge na mimi tutoe kero zetu, tuko walinzi 6 hapa. Yupo mpaka leo, jina lake si anaitwa nani? Tutoe kero zetu. Sisi bwana kwenye ulinzi shirikishi usiku tunakutana na mambo hakuna tofauti na ya dada huyu. Nikasema sema bwana, jana tulikuwa tunalinda, akatokea paka anakimbiza mbwa wawili. Yaani paka yuko mmoja anawakimbiza mbwa wangapi? Alafu mbwa wanakimbia kama pea ya ng'ombe anavyolima. Sasa sisi tukawaza huyu mbwa ana uwezo wa kukimbiza, huyu paka ana uwezo wa kukimbiza mbwa wawili. Tukamulika yule paka. Tulipomulika paka akasema zima tochi. Yupo kaka mpaka sasa hivi na kuambia anaweza kupeka hata kesho. Paka akasema zima tochi. Nikamwambia anaelezea jimboni, akasema nikazima tochi. Tukaanza kuulizana sauti tulioisikia ya zima tochi. Je, imetokea pembeni mwa paka? Au kuna mtu alikuwa kule pembeni anazungumza? Wanaulizana, wameshazima tochi. Sauti ya hiyo zima tochi ni ya paka kweli? Wakamulika tena mara ya pili. Anasema mchungaji, tulipomulika paka akatuangalia, akasikitika sana yule paka. Anasema kabisa hivyo, analia, paka akasikitika sana. Yaani mimi nawaambia zima tochi bado mnaendelea kunimulika. Yaani waajabu kabisa. Akasikitika sana.
Sasa yule mlinzi hashangai kile kitendo cha paka kuzima, kusema zima tochi. Anauliza nini maana ya yule paka kusikitika sana? Yaani paka akafanya hivi. Sasa huyo sio paka. Huyo ni shetani amevaa sura ya paka. Ni binadamu katika sura, shetani katika sura ya binadamu.